Mara zote Mungu anapotaka kumwinua mtu huwa anaangalia hali ya moyo wa yule mtu ambaye anataka kumbariki, kwa sababu moyo wa mtu ndio sura halisi ya yule mtu mbele za Mungu. Namna ambavyo Mungu anamtazama mtu, hamtazami kwa sura ya nje, hamtazami kwa namna ya nje kama vile ambavyo sisi watu utazama na kuona, lakini Mungu anapomtazama mtu huwa anamtazama, huwa anamdefine kwa namna ambavyo moyo wake ulivyo. Hiyo ili mtu aweze kuinuliwa kutoka sehemu moja au nyingine, ni lazima moyo wake uwe katika namna ile ambayo Mungu mwenyewe anataka. Lazima uwe katika utayari, katika mfanano au mfano ule ule ambao Mungu anautaka kutoka kwa yule mtu, ili amwekee baraka fulani au ili ampe kiwango fulani au ampe kitu fulani, chochote kile ambacho anakipanga kukifanya juu ya yule mtu husika. Kwa hiyo moyo ndio picha halisi ya mtu mbele za Mungu. Kama moyo umejaa uharibifu, moyo umejaa mawazo mabaya, moyo umejaa uasi, umewaza kutenda dhambi kila wakati, ndivyo hivyo ambavyo sura ambayo Mungu anaitazama. Anapomtazama yule mtu, anautazama ule moyo, anaona dhambi, anaona uharibifu, haoni kitu kizuri. Kwa hiyo unakuta mtu anakuwa anapishana na vile ambavyo Mungu anataka kuvileta katika maisha yake. Anamtazama kama anavyoonekana katika sura yake ya ndani, kama anavyoonekana kutokea ndani ya moyo wake. Kwa hiyo Mungu anapotaka kumwinua mtu kutoka sehemu moja hadi nyingine, huwa kwanza anaangalia hali ya moyo wa mtu, kwa sababu moyo ndio uhalisia wa mtu mwenyewe. Kwa hiyo Mungu huwa anaachilia baraka, huwa anaachilia viwango, huwa anaachilia kuvushwa kwa mtu kutoka sehemu moja hadi nyingine katika nyanja mbalimbali, kadiri au kutokana na namna ambavyo yule mtu amejiachilia mbele za Mungu, namna ambavyo yule mtu ameachia moyo wake mbele za Mungu, namna ambavyo kuna utayari wa kuyafanya mapenzi ya Mungu, au kuna utayari wa kumpenda Mungu, kuna utayari wa moyo kutoka kwa yule mtu. Kwa hiyo unakuta watu wengi sana huwa hawavipokei vile wanavyoviomba, huwa hawaoni matokeo ya sadaka wanazozitoa, huwa hawaoni matokeo ya utumishi wao mbele za Mungu, huwa hawaoni matokeo ya vitu mbalimbali, kwa sababu moyo wao haupo katika vile ambavyo wanavifanya. Ndio maana maandiko yanasema hivi, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana. Kwa katika chochote kile unachokifanya, ili uweze kuona matokeo, lazima kile kitu ukifanye kwa moyo, kile kitu uanze kukifanya, ule utayari wa kufanya kile kitu uanzie moyoni, ndipo hapo utaona matokeo. Kwa nini Mungu anaangalia moyo? Kwa nini Mungu anautazama moyo kuliko kitu kingine chochote kile? Kwa sababu moyo ndio meeting point kati ya mwanadamu na Mungu. There is no any other means ambayo Mungu anaweza kukutana na mwanadamu pasipo kuangalia moyo wake. Sasa ili Mungu akupe kitu chake, na maana sio kwamba anakiachilia kitu chake tu, bali ni Mungu mwenyewe anaingia na kuangalia hali ya moyo wako na kutaka kuseto ndani ya moyo wako. Kwa hiyo ni lazima moyo wako uwe open na uwe safi, ili kuweza kupokea vile vitu vya kimungu katikati ya maisha yako. Kwa maana maandiko yanasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo ili uweze kupokea kitu chako kutoka kwa Mungu, kama ni baraka, kama ni uchumi, kama ni kuinuliwa, ni kitu chochote kile ambacho umekiomba au Mungu anataka kukupa, ni lazima ukubali kuachia moyo wako, ni lazima ukubali kuwa na utayari, na ni lazima moyo wako uwe safi, ili kuruhusu connection kati yako wewe na Mungu.